Hai bwana, kiukweli vijana wa Kitanzania hawana hamu kabisa kuzungumzia masuala ya siasa. Hii unajua kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza walipaparikia wakijua kwamba wataiweza serikali. Serikali ni mamlaka ambayo haiwezi kupingwa na mtu isipokuwa Mungu mwenyewe ameamua. Sasa basi, ukiipinga serikali maana yake unajipinga mwenyewe. Sio kwamba nasema kwamba eti kwamba sui natetea sui nini. Nasema ukweli wa vijana wa Tanzania sasa hivi, vijana wadogodogo ukiwaambia tu siasa siku na nini na nini, sijui Mama Samia amefanyaje, sijui nani. Waachie hao bwana, mistaki hayo bwana, waachie. Kwa nini hauongelei? Kwa sababu wanaharakati wamewadanganya. Wakija kwa wanasiasa wenyewe kabisa ambao ni wabunge na nini, wamedanganywa. Kwa hiyo wamejikuta sasa wanaikana siasa, na wakati siasa ni maisha. Sasa wanaishi maisha ya kinafiki. Hawapo kama hawapo hivi. Usipoongelea masuala ya nchi yako, nani ataiongelea? Unataka Mkenya aanze kuiongelea nchi yako? Unataka Mganda aje aongelee nchi yako? Unataka nani aongelee? Ongea kuhusu nchi yako, chambua, lakini usitukane. Kinachowaponza vijana, wanajifunza kwa kuiga. Ndivyo madhara yanakuja kutokea, kwamba anapatwa kukamatwa, anasumbuliwa kwa sababu anatukana. Wewe ichambue serikali vizuri. Huyu mbunge amefanya nini? Huyu diwani tuliyemchagua alifanya nini? Huyu rais kweli amefanya? Usimtukane. Hilo ndio kosa ile. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nawashauri vijana, endeleeni kuchambua wanasiasa wa Tanzania ili waweze kujua kwamba wanasubiria, kwa sababu mmewachagua wenyewe na nyinyi ndio mliwaamini na walipiga kampeni wakazunguka. Achana swala kwamba wao si uchaguzi ulivurugika. Hakuna uchaguzi ulivurugika, ilikuwa ni mipango mingine, lakini ukweli utabaki pale pale. Huwa kila mwaka tunavyoenda kuchagua, kila kipindi cha uchaguzi tunachaguaga tu, lakini kipindi hichi tu ambapo palitokea vurugu, lakini ukweli kwamba walikuwa na mbunge wao, walikuwa na wabunge wao na madiwani wao na viongozi wa rais, ila kutokana na vurugu zilizotokea. Sasa ukiacha kuchambua kwa